Utaishi
Yesu asifiwe. Sabato njema. Sabato njema. Basi tufunge macho tupate kuomba. Tuombe. Mtakatifu, 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 Baba uliye juu mbinguni, tunakushukuru umetulinda, umetutunza mpaka masaa haya. Mungu tunasema asante. Mungu, ninapoenda kueleza neno lako kwa hawa watu, Mungu naomba ukanitumie vyema, ukanipe Roho Mtakatifu ili niwaeleze vyema na wakurudie katika jina la Yesu. Amina. Somo la leo linasema watoto na kazi ya Mungu. Na fungu kuu la leo ni Timotheo wa kwanza mstari 4 mstari wa 12, nayo inasema mtu awaye yote asiudharau ujana wako, bali uwe kielelezo kwa waaminio katika usemi na mwenendo na katika upendo na imani na nafasi. Na asilimia nyingi ya watu wengi au wazazi wanaamini kuwa mtoto hawezi kuhubiri, mtoto hawezi kuongoza. Lakini ukweli ni huu, Mungu anawatumia watoto na vijana kufanya kazi yake kama watu wazima hawaamini. Na kuna wazazi wengine wanakosea na kusema ni bado mdogo. Na tunakosea kusema hivyo. Bado alivyo mdogo hivi, tunatakiwa tumfundishe aelewe ili aweze kutangaza neno la Mungu. Lakini kuna wazazi wengine wanasema hajui Biblia vizuri. Na hapo wamekosea, maana wanatakiwa wawafundishe watoto Biblia ili waimaster ili waweze kuhubiri neno la Mungu. Lakini kuna wengine wanasema bado asome kwanza. Na hapo wamekosea kwa sababu wamesahau kuwa sisi hatuishi hapa. Sisi ni wapitaji. Nyumbani kwetu ni mbinguni. Na hapo kwa vichwani mwao wanaweka kuwa hapa ni nyumbani kwetu, na wanakosea. Kwa hiyo sijasema waache masomo, wanatakiwa labda siku hii anaweza kujifunza Biblia baada ya shule, na siku hii nyingine anaenda shule. Na Biblia inaonyesha wazi kuwa Mungu anatumia watoto kufanya kazi yake. Jiulize swali, je, Mungu anasubiri wewe mkubwa akutumie? Mungu anasubiri wewe mkubwa akutumie? Ni hapana. Mungu anawatumia hata watoto. Na kuna mifano mingi ambayo inaonyesha Mungu anawatumia watoto katika kazi yake. Pia ukisoma Samueli wa kwanza utapata kisa cha mtoto Samueli. Na hapa ninaenda kusoma Samueli wa kwanza mstari wa 3 hadi wa 10, inayosema Bwana alimuita Samueli akiwa mtoto mdogo kuliko hata sisi tulivyo. Alimuita akiwa mtoto. Na alikuwa mtoto hata sisi, anatupita sisi tulivyo leo. Na hapa tunajifunza kuwa Samueli alikuwa mtoto. Mungu alimuita, hakuwa mzee. Samueli aliitika na akawa nabii mkubwa. Na ujumbe hapa ni Mungu haangalii umri, bali anaangalia moyo. Haleluya. Na pia mtoto anaweza kuhubiri, mtoto anaweza kuomba, mtoto anaweza kuimba, na mtoto anaweza kufundisha wengine. Na mfano mwingine kusoma katika Mfalme wa Pili, na kulikuwa na mjakazi wa Naamani. Alikuwa ni mtoto mdogo. Alimwambia Naamani kuna nabii, na Naamani alikuwa anasumbuliwa na ugonjwa.
na ule mtoto alimwambia kuna nabii ambao Israeli anaweza kukuponya, na kupitia mtoto Naamani alipata kuponywa. Haleluya! Na hapa tunajifunza kuwa na alikuwa ni mtoto. Kijakazi yule alikuwa mtoto na hakuwa mchungaji. Alikuwa tu kijakazi ambaye anafanya kazi. Hakuwa mchungaji, lakini alifanya Naamani apate kupona. Na ujumbe kwa watoto wenzangu ni watoto, sisi tunaweza kuhubiri. Tusikae tukisubiri tu wakubwa ndo tuweze kuhubiri. Na pia watoto wanaweza kuhubiri kwa kusema ukweli. Kuna watoto wengine wanaweza kuhubiri kwa marafiki, wengine wanawaambia watu kuhusu Mungu na kuomba nao. Je, watoto wenzangu mnafanya hivyo? Mnafanya hivyo? Kwa hiyo tunatakiwa tuwafundishe wengine, tunatakiwa kuwaambia ukweli, tuwaambie neno la Mungu. Na pia hii inaonyesha watoto ni muhimu katika kazi ya Mungu. Pia watoto wanaweza kufanya kazi ya Mungu leo. Pia watoto wanaweza kuhubiri, watoto wanaweza kuomba, watoto wanaweza kuimba, watoto wanaweza kusoma Biblia, watoto wanaweza kuwaambia marafiki kuhusu Yesu, na watoto wanaweza kusaidia kanisani. Pia watoto wanatakiwa kuwa na tabia njema na kuheshimu wazazi. Je, watoto wenzangu tunaheshimu wazazi? Ndio. Mnaheshimu wazazi? Ndio. Barikiwe. Na Mungu anawatumia watoto kufanya kazi yake. Na Samueli alikuwa mtoto. Mjakazi mdogo wa Naamani alikuwa mtoto. Na leo Mungu anaweza kukutumia wewe. Anaweza kukutumia wewe na mimi ili kueneze neno la Mungu. Na sisi watoto hatutakiwi kusema mimi ni mtoto. Usiseme mimi ni mtoto. Usiseme mimi siwezi. Unatakiwa, Mungu anakutumia sasa. Na sisi watoto tunatakiwa kusoma Biblia ili kuweza kueneza habari ya Mungu. Na tunatakiwa tuwatii wazazi wetu. Haleluya. Na pia Yesu anawapenda na kuwathamini watoto. Pia Mungu anachagua wadogo hadi wakubwa. Yeye haangalii umri, yeye anaangalia moyo. Haleluya. Na Mungu hutumia watoto kutoa ushuhuda, kama mjakazi wa Naamani alivyomsaidia Naamani. Na pia Mungu huwaita watoto ili kufanya kazi yake. Ukimwangalia Samueli, Mungu alimuita na akafanya kazi yake, na alikuwa ni mtoto. Na ujumbe kwa watoto wenzangu, hatutakiwi kusema mimi ni mtoto. Tunatakiwa tuseme Mungu anatutumia hata kama sisi ni watoto. Na
Ni watoto wangapi wanataka kufanya kazi ya Mungu? Pia ni wazazi wangapi wako tayari kuwaunga mkono watoto wao? Basi tusimame, mzee wa kanisa atakuja kutupatia mzee Mbwambo, tunakuomba uje tupatie Tuombe. Tufunge macho tunapokwenda kuomba. Baba yetu na Mungu wetu mtakatifu, wewe unayestahili sifa, heshima na kuabudiwa, mchana wa leo tunajinyenyekeza miguuni pako kwa namna pekee, kwa somo ambalo mtumishi wako ametupatia, namna ya kutambua vipaji vya watoto, lakini kuwashirikisha watoto na kuvipatia ukuzi. Wewe Yesu ndiye unayeweza kufanya makubwa na maajabu. Mchana wa leo kwa namna pekee tunakualika, tunapohitimisha ibada hii, yale ambayo tumejifunza katika ibada ya leo, ninakusihi kwa namna pekee sisi kama watoto wadogo tuandae kwa ajili ya makao ya milele. Bariki mnenaji wetu wa mchana leo, bariki wote walioshiriki nafasi kwa namna mbalimbali, lakini zaidi sana wote kwa pamoja tuandae kwa ajili ya makao ya milele. Tubariki sote, neema yako inatamalaki mahali hapa, na vipindi vitakavyoendelea mchana ukavibariki na kuviongoza. Nimeomba kwa jina la Yesu Mwokozi wetu, amina.